kuna wana CCM wako huku wanaimba, ikifika usiku wanaimba no reform no election, asubuhi hawataki kuzungumza na hawataki kuonekana. Na ukicheki kuna wana CCM wengi wanasupporti upinzani kwa sababu la no reform no election, wamejificha tu lakini wanasupport kwa fedha na wanaambia bwana, mliposhikilia hapo msiachie, shikilieni hapo kwa no reform no election, wanazungumza. Kwa hiyo ukiona tu wanazungumza, ujue moja kwa moja kuna usaliti ndani ya chama. Sasa kama kuna usaliti ndani ya chama, maana yake kwa tukio hili la huyu Msingida lililotokea, sio tu watu wa upinzani na wananchi wengine hawajalipenda, hata wanachama ndani ya Chama cha Mapinduzi hawajalipenda hilo swala. Kwa hiyo wanashindwa kuzungumza, wanazungumza ikifika usiku, asubuhi wako kimya. Ila tukiwa huko machochoroni wanapata sehemu, wanapata bia 2-3, wako sehemu kwenye vilinga wanazungumza hayo maswala. Kwa hiyo ili kuweka sawa sawa, kwa sababu sisi tunajenga wote chungu kimoja. Naona pamekuwa pana kelele nyingi sana kiasi kwamba inatupelekea nataka kuleta doa kwenye uongozi wa Mama Samia. Na mimi hiyo siwezi kukubali, kwa sababu mimi Mama Samia nimeanza kumzungumzia hata kabla hajawa makamu wa rais, mpaka anakuwa makamu wa rais nimezungumza, mpaka anakuja kuwa rais nimezungumza. Sasa inafika wakati tunakosa hoja, kwa sababu tumeshazungumza. Chadema tushakaa nao, tunatafuta wale mambo ni wanaongea sana, tunakaa nao tunazungumza, wanazungumza bwana, sisi tunataka hiki na hiki, mambo yakaenda sawa sawa, na tukawa tuna please kwamba bwana, hebu tulia, uongozi umeingia mpya, mambo yatakuwa sawa sawa. Na walikuwa na imani. Sasa imani waliiona mwanzo. Of course ukiangalia mazungumzo yao na hoja zao wanazozungumza zinaleta mantiki, kwa sababu hao watu hakuna mtu ambaye hajui, sio mtoto mdogo wala mtu mzima. Toka uchaguzi umeanza hiyo 19 20 24 ambao ndio ilikuwa mbaya zaidi kwa wao. Sasa hicho kitu sio kirahisi kuzungumza, watu wanajificha, hawataka kuzungumza, lakini ukweli ndio huo. Hawa watu na wao wana mioyo. Uchaguzi umefanyika, kama changamoto zilizotokea kama tulivyoona ni hivyo imetokea, sawa, siwezi kulizungumzia sana, lakini hawa watu ni binadamu, wana mioyo, wana familia. Basi tuangalie namna nzuri ya kukaa nao. Sasa kama sasa hivi watu ushiriki uchaguzi, mimi naona ni vema tungeangana namna gani, hata kama hatutofanya reform kwenye katiba nzima, basi tutafute vile vitu vidogo vidogo wanavyotaka tuvirekebishe. Swala tu Chadema nao waingie kwenye uchaguzi, maana ndio chama kikuu cha upinzani. Tufanye uchaguzi kwa pamoja. Kuliko ni hawa watu bado naona wana maumivu makubwa. Sasa tukiingia tena kwenye uchaguzi huu napo hawapo, tutatengeneza kitu kibaya sana ambacho sio kizuri kwa tunakoenda.